Wanabiashara, sijui kama mnajua kama kuna biashara ambaye iko rahisi sana, yani rahisi sana. Hamna haja ya kujihangaisha kila siku, ya nenda rudi kila siku, ya kujituma kila siku. Yani ni biashara poa sana sana sana. Kama kuna kazi mwezi mara moja, kuna siku 2-3 mwezi mara moja, unaenda randa kidogo tu yani. Sio kazi ya kutoka jasho. Hamna. Hii biashara ya kusambaza maji. Kama uko sehemu ambaye kuna jengwa, au kuna sehemu ambaye kuna nyumba nyingi hapo lakini hamna maji, wewe unachimba kisima, unaye tanki yako 1, 2, 3 sijui mpaka 10. Yani inategemea na nafasi yako. Unasambaza maji kwa majirani ambaye hawana visima, hawana tanki za maji. Unasambaza maji kila mwezi, unaenda kusoma hiyo mita ya maji, unawachaji, wao wanakulipa, basi hivyo tu. Namsaidia mtu mmoja sasa hivi ambaye ana biashara hiyo, na mimi nimemsaidia kwa sababu nimemuona yeye kila kitu anaandika kwenye kitabu. Saa nyingine anapoteza kitabu, saa nyingine hesabu zinapotea, saa nyingine wale customers zake wanapiga mahesabu yao wenyewe alafu kuna ubabaishaji za charges. Kwa hiyo nimemtengenezea website moja ambayo nitakuonyesheni sasa hivi, inamsaidia yani kila kitu kila mmoja anaona kila kitu. Nataka kuprint statement zao za customers, na print, unaonyesha charge zao za kila mwezi, unaonyesha pesa walizolipa kila wakati wakilipa, alafu inaonyesha pesa zinazodaiwa. Yani hamna ubabaishaji kabisa. Kama wewe tayari unayo hiyo biashara na yani umezoea kutumia kitabu au karatasi vinapotea sijui hivi ile, unaweza kutumia ya website kwa biashara yako, uirahisishe. Okay? Nitakuonyesha jinsi ambaye ina work. Na wewe mtazamaji, kama unatafuta biashara nzuri ambaye haina changamoto nyingi, basi ifikirie biashara hii. Okay, tuseme hii ndio business yako. Hapa una customers wako wote hapa. Kama unataka kumuongeza customer mwingine, kama umeshapata mteja mwingine, unaandika jina lake, tuseme jina lake Mama Juto, na kwa kila unit ya maji unamtoza 3,000 tuseme. Alafu utamuona customer wako hapa. Kama kitu kizuri kwenye app hii inakuonyesha hapa pesa ngapi unawadai watu. Sasa tukiingia hapa kwenye account ya Baba Emmanuel, tutaona hapa yeye kaanza Januari, Februari hii hapa meter reading yake, March hii hapa reading yake. Tukitaka kuongeza moja tunafanya hapa log entry, unaweka tarehe, unaweka meter reading. Tuseme meter reading yake iko 70 sasa hivi. Alafu umesha save hapa, charge zinazidi. Unaona? Sasa ukitaka yani kama akakutumia pesa akishalipa, unaweza kufanya mwenyewe hapa. Unaweza kuweka malipo yake hapa, na pia unaweza kuweka yani picha ya receipt. Picha ya receipt mimi nafikiri muhimu sana. Lakini kitu kizuri yani kikuondoshee kazi ni una copy link hapa. Kuna link, kila mteja ana link yake mwenyewe. Okay? Sasa ni kuonyeshe mfano Baba Emmanuel. Hii hapa link yake. Utamfundisha kutumia. Unampa link yake hapa. Umeona link ya Baba Emmanuel? Anaweza kuona shingapi anadaiwa. Halafu yeye kazi yake, kila akilipa kazi yake tu
kubonyeza hapa, aweke risiti yake, picha ya risiti yake. Anaweza kufanya kwenye simu. Tuseme hii ndio risiti yake. Alafu anabonyeza hii, okay? Wasilisha, submit receipt. Akifanya hivyo, inamwambia kama imetumwa, tumepokea risiti yako, kiongozi wako anaipitia. Wewe mwenye biashara ukienda kwenye app yako utaona hii hapa. Umeona ina flash. Sasa unaibonyeza hapa, unaona picha ya risiti yake. Alafu ndo utasema okay, Baba Emmanuel leo kalipa sijui 50,000, utasema sijui yani ikisema hapa risiti 50,000 zimelipwa, wewe una yani hapa kwa hiyo tuseme kalipa 50,000. Okay, tuseme inasema risiti inasema 50,000 hapa, unasema 50,000. Kama unataka kumpa discount, tuseme unampa discount 10,000 mwezi huu, sijui kwa nini utampa discount, lakini nyinyi wenyewe mtaelewana. Basi unaweka hii, unafanya approve, okay? Alafu hiyo itaondoka. Tukiingia kwa Baba Emmanuel inakuonyesha kama balance yake, pesa anazodaiwa zimepungua na yale malipo yamewekwa hapa. Umeona hapa. Alafu ukibonyeza hii unaona risiti yake pia. Kwa hiyo hamna ubabaishaji kabisa. Alafu unaweza kumprintia statement yake hapa. Hii hapa statement ya Baba Emmanuel, okay? So vitu yani vinakuwa rahisi sana. Kama nataka Johnny aende akasome mita, au mimi mwenyewe nataka kwenda soma mita, mimi yani tuseme jina langu Johnny, hii link yangu, nafanya link yangu, okay? Asa kama hakuna kazi, inamwambia Johnny hakuna kazi. Lakini mimi najipa kazi mwenyewe, okay? Sasa naenda create, nasema April mita hazijasomwa, okay? So naenda create meter reading run, nampa kazi Johnny. Alafu tukishafanya hivyo, tunaenda hapa, tunaona sasa hivi Johnny ana kazi hizi za kukusanya meter readings, okay? Anafanya namna ile ya receipt. Kama ya kuupload receipt, anaweka picha za mita. Okay? Alafu anatuma. Akituma hapa inamwambia inasubiri uhakiki. Wewe kwenye app yako inafanya hivi, okay? Utaona hii dot nyekundu. Ukiingia hapa nini? Sijui unasahihisha, sijui wanasema. Unaingia hapa, unaiona hiyo picha, unaitizama meter reading inasema nini? Alafu unaiandika hapa 9, okay? Ukishaandika hapa unasema hii unai accept. Alafu yeye hapa upande wake ataona imekubaliwa, okay? And so yeah, kama unayo biashara hii, unataka namna ya kurahisisha kabisa biashara, niambieni, tilieni kwenye comment. Yeah.